So, hii ni kwa youth wote wenye wamewachi hii documentary imetolewa BBC ya Gen Z protest. Na kama Gen Z, ukiwa umewachi kitu kaa hiyo inafaa ikuonyeshe hii story ya kufuata maactivist na madem. Hii kitu tutoe kwa akili. Tulibeba ufala hiyo June 25th. Mayouth walidedi. Sasa tunafaa tukuwe na solutions kama wanaume. Hii si time ya kulia kama madem. Maactivist washa kula yao. Sasa hii ni time yao ya kushine. Na maana hiyo documentary ilifanywa ndio waendelee kupata kakitu, wewe ukupata kitu. Mimi na wewe hatukupata hiyo kitu. Lakini ati hao ndio viongozi wetu. Wanataka kusema hao ndio viongozi wetu. Na hawataki tupe solutions. Kina Boniface Mwangi wameishi kulia, hawatakangi kuoffer solutions. Kazi yao tu ni kulia na kulipwa na hizi ma NGOs. Na unajua tu NGOs zinapenda kutuona tukiwa na mashida. NGOs haionyesanangi kitu mzuri. Kila saa ni mashida tu, problems all over Africa. Na countries ziko na wanaume hazina ma NGOs. Utadhani utapata NGOs juu country ka Iran mse ama Russia ati NGO ikidunini. Hiyo country iko na wanaume. So kama wanaume tunafaa tujiite mkutano na tuchague kiongozi mwenye tutaelect mwenye ataturepresent kama youth. So tuache kufuata mafala ama activist. Ama activist hawataitupeleka mahali. Na unajua BBC na Al Jazeera hazipendi wanaume Kenya. Kazi yao tu ni kutusi wanaume, kusema venye sisi ni misogynist, tunachukia madem nini na nini. So why should we even listen to them? Fuck them all. Fuck BBC, fuck Al Jazeera, fuck them all, fuck you, fuck them all. So na maana nilipropose Atukibe juu Atukibe ni mwanaume. Yeye ako na solutions kama mafala wengine. So kama youth tuache kubebewa akili na maactivists. Tuchague viongozi wenye si tunataka, si wenye tunapewa na mainstream media. Mainstream inaonio na wasi wako na maagenda mingi sana mno. Na agenda zao si za wewe uomoke ama ukuwe na maisha fiti, ni uendelee kuteseka ndio uendelee kupata kakitu. So tupate akili, tuache kubebewa akili na wasichana na wanaume na watu sio wanaume wamekaliwa na madem zao na wabibi zao. Tupate akili kidogo tu. So yes.